ongea jambo ambalo limepewa kipaumbele sasa ni ubadilishaji wa katiba. Ikaja sijui BBI iliyoletwa na hiyo handshake. Wananchi wa Kenya hadi sasa hawajui manake BBI, hawajasoma wajue, hawajahamasishwa wajue maana ya BBI, itakuwa na faida gani kwao, italeta nini. Maana mwananchi wa kawaida anastahili kuhamishwa kuelewa na kuhamasishwa kwamba uzuri na ubaya wa BBI ni huu. Hawajui, hatujui, maana hatujasoma kilichomo katika BBI hiyo. Ikawa sasa tena warudie BBI tena itengenezwe sijui nini iwekwe nini. Sasa tunangojea ipeane kwa kiongozi wa nchi na kiongozi wa upinzani, bila wananchi kujua kilicho mle ndani. Hakuna kitu tunachoita consensus. Rais wa nchi ametangaza sasa hivi kwamba kutakuwa na referendum kubadilisha katiba, na hali tunajua katiba hii sasa inabadilishwa kwa ajili ya kuwapendeza watu fulani. Sisi tunajua, maana hatujaambiwa mambo mengine. Tunajua mwaka wa 2010 tulipobadilisha hii katiba, kwa kweli tuliambiwa na tukakubaliana kama wananchi kwamba kuna asilimia 20 ya katiba hii ambayo inastahili kurekebishwa. Tukasema wala kuna bunge yale ambayo pengine yangeenda bungeni yabadilishwe huko, yale ambayo hayangeweza kubadilishwa na bunge basi iende katika kura ya maoni, na haya mambo tayari tungeshamaliza. Lakini sasa ubadilishaji wa katiba huu, wananchi pia hawana habari inabadilishwa kwa ajili gani. Ni vile vipengele, ni ile asilimia 20 ambayo haikuwa nzuri irekebishwe, ama ni katiba yote ambayo itashambuliwa tena iandikwe upya? Hatujui. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hata ingawa sisi ni watu ambao tunangojea kuongozwa, wakati umefika ambapo wengine wetu tunaona ya kwamba serikali ya Jubilee inayumba tu. Serikali ya Jubilee haitupi mwelekeo vizuri. Kuna mambo fishe katika hii BBI. Kuna mambo fishe yanayosababisha mageuzi ya katiba.